Kama kuna kitu ambacho dunia haijapungukiwa ni watu wabaya. Watu wabaya wamejaa na wamezunguka kila sehemu. Kazini wapo, kanisani wapo, kwenye daladala wapo, mahali pote watu wabaya wapo. Nirudie kusema kwamba watu wabaya hawataisha mpaka siku hakuna shetani. Lakini kama shetani bado yupo, watu wabaya wapo. Na hivyo katika maandiko matakatifu tunajifunza habari ya Daudi. Hakuna asiyejua habari ya Daudi. Daudi alikuwa amezungukwa na watu wabaya, lakini alipokuwa amezungukwa na watu wabaya hakutumia nguvu zake, hakutumia mamlaka ya kijeshi, hakutumia uwezo wake, hakutumia mdomo wake unaoweza kuongea maneno mazuri au maneno mabaya. Hakufanya chochote kile cha kibinadamu. Katika kitabu cha Zaburi 35 na fungu lile la kwanza anasema, Bwana, utete nao wanaoteta nami. Haya mateto yanayosemwa hapa, haya maneno yanayosemwa si maneno mazuri. Kuna watu wanateta na wewe vizuri. Anaposema wanaoteta nami, teta nao. Wale wanaosema mabaya juu yangu, wewe unaweza kuwajibu. Wajibu wale wanaosema mabaya dhidi yangu. Sasa nikwambie rafiki yangu, watu wabaya wamezunguka, watu wanaosema mabaya dhidi yako. Wewe hauwezi ukawajibu. Anayeweza kujibu watu wanaosema mabaya dhidi yako ni Mungu pekee, na majibu ya Mungu yanatosheleza, maana majibu ya Mungu yanamfaa kila mtu. Daudi alijua siri ya kupambana na watu wabaya ni Bwana atete nao. Wakati mwingine umepitia katika changamoto na ukazungukwa na watu wabaya, ukakutana na watu wanafiki na ukajaribu kuwalipiza. Sikiliza nikwambie, dawa yao ni Bwana kuteta nao. Anasema upigane nao wanaopigana nami. Wakati fulani Bwana akawaambia wana wa Israeli kwamba wanyamaze, vita si vyao, vita ni vya Bwana. Katika kitabu cha Agano Jipya Bwana akasema kwamba akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Kama Bwana akiwa katika upande wetu, nani anayeweza kupigana nasi? Daudi alijua kwamba angeweza kupigana na maadui zake na akawashinda. Lakini Daudi anasema, wewe Bwana utete nao, uwajibu wale wanaosema dhidi yangu. Anasema Bwana upigane nao wale wanaopigana dhidi yangu. Rafiki yangu, nikutie moyo, hili fungu na liwe lako. Umezungukwa na watu wanaosema mabaya dhidi yako, wanakuita mchawi, wengine wanakuita mbea, wengine wanakuita hivi, na kwa sababu hiyo wengine wanatengeneza mazingira kwa sababu ya tofauti zako wewe na wao. Wengine wanakusema wewe ni mchawi kwa sababu biashara yako inaenda. Wengine wanakusema wewe ni mchawi kwa sababu watoto wako wanafanya vizuri katika masomo. Wengine wanakuita wewe ni mchawi kwa sababu nyie mna upendo na kwa kuna vurugu, na hivyo wanatumia hayo kukusema wewe ni mchawi, alafu na wewe unaumia na unaanza kujaribu kuwajibu. Rafiki yangu, ubaya haujibiwi kwa ubaya. Mwache Bwana yeye aseme na wao wanaosema nawe. Acha Bwana atete na wao wanaoteta nawe. Acha Bwana apigane na wao wanaopigana nawe, maana hakuna anayeweza kusimama mbele ya Bwana. Hakuna anayeweza kupigana na Bwana. Sasa nikwambie, tumesahau siri moja, kwamba watu wanaomtegemea Bwana ni kama mboni ya jicho ya Bwana. Hakuna mtu ambaye anamtegemea Bwana anayeweza kutishiwa na maneno ya watu, anayeweza kutishiwa na fitina za watu. Fitina za watu haziwezi kuporomosha
kuporomosha jengo. Fitina za watu haziwezi kukuibia akili yako na uwezo wako wa kufanya kazi. Acha Bwana ashughulike na wao. Acha Bwana awajibu kwa kukubariki. Acha Bwana awajibu kwa kukuinua. Acha Bwana awajibu kwa kufanyia miujiza mikubwa. Acha Bwana awajibu kwa kufanya uwe na afya njema. Acha Bwana awajibu kwa kukuinua kutoka chini kuweka juu. Acha Bwana awajibu kwa kukusogeza karibu na namna ambavyo wataona matendo makuu ambayo Bwana anakutendea. Ndio maana Daudi akasema yeye Bwana anamwekea meza machoni pa watesi wake, machoni pa adui. Yani wale ambao wanakuteta, wale ambao wanapigana dhidi yako, dawa yao ya kujibiwa na Bwana ni Bwana kukufanikisha mbele ya macho yao, ni Bwana kukuinua mbele ya macho yao, ni Bwana kukusogeza mbele zaidi, ili wewe uwasaidie wamuone Bwana. Bwana anaweza kuteta zaidi na wale wanaoteta nasi. Nikutie moyo, usikatishwe tamaa na kiumbe chochote katika hii dunia. Yupo Bwana anayeweza kujibu, yupo Bwana anayeweza kupigania, yupo Bwana anayeweza kusimama badala ya watu wake. Usikate tamaa, usiyumbishwe, shetani asikuteke nyara mawazo yako. Usikose usingizi kwa sababu ya mwanadamu ambaye ananyauka kama majani. Usipoteze usingizi, poteza usingizi kwa kuwaza mambo yako ya msingi. Utakula nini? Utavaaje? Utajengaje? Familia yako itamerikaje? Sipoteze usingizi kwa sababu ya mbea. Usipoteze usingizi kwa sababu ya kidomodomo. Poteza usingizi kwa kumtafuta Bwana, yeye anayeweza kujibu na wale wabaya. Anasema hivi katika fungu lile la 4, Zaburi 35 fungu la 4, anasema waibishwe, wafedheheshwe wanaotafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma, wafadhaishwe wanaozuilia mabaya. Sikiza nikwambie, wewe unayefanya mabaya dhidi ya watu, malipo yako ni aibu. Wewe unayefanya mabaya kwa ajili ya wengine, malipo yako ni aibu. Malipo yako ni kufadhiheshwa, malipo yako ni kurudishwa nyuma. Hakuna biashara yako itasonga mbele, hakuna kazi yako itasonga mbele, hakuna watoto wako watakaosoma, hakuna mtu atakayeibuka katika familia yako kama wewe ni kigingi kwa wengine. Anayebariki wengine, huyu anabarikiwa. Maana hata Ibrahimu alipewa amri ya kubariki wengine, maana yeye Bwana amembariki. Ishara ya mtu aliyebarikiwa na Bwana ni kuwabariki wengine, si kuwasema wengine, si kuwasengenya wengine, si kuwarudisha wengine nyuma. Ishara ya mtu aliyetukuzwa na kuinuliwa na Bwana ni yule anayebariki. Zikira nakwambia rafiki, wewe mwenye roho mbaya, malipo yako ni kuaibishwa, malipo yako ni kufedheheshwa, malipo yako ni kurudishwa nyuma. Kwenye afya utazorota, kwenye elimu utazorota, kwenye uchumi utazorota, mahusiano utazorota. Wewe ukitaka kuharibu ndoa za wengine, ya kwako itaharibika. Sikiliza, dawa ya kuwa sehemu salama, kuwa mtu wa kuombea baraka wengine, kuwa mtu wa kunena maneno ya baraka kwa wengine, kuwa mtu wa kuwatakia watu mafanikio. Ukiwatakia watu mafanikio, zile baraka zitakurejea. Ukiwatakia watu mema, yale mema yatakurejea. Kwanza Bwana anahitaji watu wanaomwakilisha, wanaotakia watu mema. Nikutakie baraka za Bwana, kutie moyo, usihangaike na anayeteta nawe, usihangaike na anayesimama na wewe. Hangaika na Bwana. Daudi alipomuona Goliati akasema, Goliati, sihangaiki na wewe, maana ninajua siri yangu mimi ni kuhangaika na Bwana, asiaibishwe na mpumbavu wewe. Sikiliza nikwambie, unaposema na mjinga, Mungu anakaa na kushangaa. Unapohangaika na mjinga, unapojibizana na mjinga, eti unamuonyesha wewe na yeye mpo sehemu moja. Sikiliza nikwambie, Bwana ametoa dawa. Dawa ni kwamba yeye anayepigana nao, yeye anayepigana na wewe, Bwana atashughulika naye. Utakie baraka za Bwana
na nikuombee kuinuliwa, ili wale wote wanaokutakia mabaya wafedheheshwe na kuaibika, wafedheheshwe na kuaibika, warudishwe nyuma, wasisonge mbele. Wale wanaokutakia mabaya, ninakuombea baraka kwamba uinuliwe kazini, uwe na cheo, wewe uwatawale, ili wamuone Mungu anavyoinua watu wanaomtegemea. Biashara isonge mbele, ili wale wanaokuonea mabaya, wale wanaokuonea wivu, wale wanaokuchawia, biashara yako iinuliwe kabisa, ili wajifunze kwamba uchawi si dawa, uchawi si tiba, uchawi ni kupumbaza akili, uchawi ni kujichawia akili yako mwenyewe. Hivyo naomba Bwana akuinue hivyo. Wale watoto wako Bwana wabariki, awainue katika masomo. Ule mume wako abarikiwe kazi zake, upendo wenu unawiri, ili wanaona wivu wajifunze kwamba wanaomtegemea Bwana hawajawahi kuacha. Ndio maana Daudi baadaye akasema, ninamtukuza Bwana, maana sijawahi kuona mwenye haki akiwa ameachwa, wala watoto wake wakiomba chakula. Yeye humpatia mwenye haki wake lolote ambalo. Ndio maana Biblia ikasisitiza, mwenye haki wa Bwana anaishi kwa imani, wala hasitisiti, maana Bwana akiwa upande wake, ni nani aliye juu yake? Bwana akubariki sana. Kutakie neema ya Bwana, kuombee baraka nyingi. Mwenyezi Mungu, ninaomba mbariki sikilizaji huyu, mtendee mema. Anapambana, amezungukwa na maadui, hasa shetani akileta changamoto katika kazi, changamoto katika biashara. Wapo watu kazini wanateswa na wengine. Ninaomba Yesu uwe ni ufunguo wa kuwainua, ili kupitia hawa Bwana watu wakutukuze wewe. Ninakushukuru kwa sababu mwema, umesikia, katika jina lako, amen. Bwana akubariki sana.